natoa masikitiko kwenye matangazo mbalimbali yanayopita huku na kule ya kuitia sherehe za laidi kwa kushindikiza kutaja maasi na madhambi, pombe na miziki vitavyofanyika siku ya laidi. Hayo yanaambatanishwa na laidi. Hii ni sikukuu yetu Waislamu, ni sikukuu ya imani na uchamungu na heri. Waislamu wamekaa mwezi mzima, siku 30 wanafunga, wanajihifadhi kunywa pombe, wanaacha maasi. Vipi utangazie sikukuu ya fungua eti utangazie kwa kusherehekea laidi kuu, laidi fitri, mmeandaliwa mziki huyu na huyu, mmeandaliwa vinywaji hivi na hivi, mmeandaliwa haya na haya ya maasi. Kwa hiyo tunaiomba serikali yetu, haya yanayotangazwa hivi ni kuchafua, ni kukusa utukufu wa imani ya Kiislamu, kwa sababu imani ya Kiislamu haikubali siku ya laidi watu kulewa, haikubali siku ya laidi Waislamu waliofunga kufanya maasi. Wanaoitia miziki siku ya laidi, wanaoitia mabwati siku ya laidi, wayafanye tu, lakini wasiambatanishe na sikukuu ya laidi. Mpaka wasiokuwa sisi leo ndio wanatuandalia sikukuu yetu. Wasiokuwa sisi na si Waislamu ndio wanatuandalia. Unataka uandaje? Wataandaa wanavyoona wao. Ndiye maana watakiwa vijana wa Kiislamu, andaeni mipango ya kuwa mnaandaa sikukuu zenu hizi. Andaeni mipango ya kuandaa sikukuu zenu hizi, ndio zitakuwa zimeepukika na huyo uchafu wote unaotangazwa. Isaac TV ho. Allahu rurema yatuzaniye idi zibiri, idil fitri ziza mugihe Ramadhani, na idil hajj ziza niyo twibuka Ismaili, niyo misi mikuru twigishwa na Qur'ani. Ni misi ambaye kuri twebwe abayisilamu, ni misi y'agaciro yo guhana ikiramu. Si vyiza gucumura kuri twe ni haramu, urukundo dukomeze hagati yacu, urukundo dukomeze hagati yacu. Allahu akbar walillahi. Lana ma intihai shahri Ramadan waqfatan, tutakuwa na darasa 2 au na visomo viwili au na pointi 2 kwa kumaliza kwetu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tusome nini Waislamu ikiwa mwezi wa Ramadhani umekwisha? Sisi tusome nini kwa kumalizika mwezi wa Ramadhani? Je, tuhesabu tu kwa kuwa mwezi umekwisha na tufurahi, au tufanye nini? Alwafatul ula, kisomo cha kwanza tunatakiwa kupata kwa mwezi wa Ramadhani kumalizika, huwa al-i'tibaru bifanai al-a'mali wa intihai al-ajal, fa inna inqidaa shahri Ramadan adhinun liintihai al-a'mal wa fanai al-ajal. Waislam, la kwanza tusome mwezi wa Ramadhani ukiisha ni dalili kwamba umri utakwisha, ni dalili kwamba umri utakwisha na program zote alizoziweka mwanadamu zitakwisha. Hilo ni somo la kwanza ulipate. Kumalizika mwezi wa Ramadhani ni dalili kwamba umri utakwisha na program zote anazoziweka mwanadamu zitakwisha. Tulianza mwezi wa Islam fi shauqin wa hana, tukiwa na furaha kwa kuanza mwezi, lakini leo tunauaga mwezi kwa kusikitika na kwa kuhuzunika. Hadha sha'nu ajali linsan, hii ndio umri wa mwanadamu indama yakhdumu ila dunya bifarahin wa hana baina ahlihi, wa indama yuwaddi'u dunya bihuznin wa alam, wakati anapokuja mwanadamu duniani
familia yake, ndugu zake hufurahi na hucheka, lakini anapoiaga dunia huzunika wote na kulia na kusikitika. Na hii ni dalili Waislamu kwamba kila chenye kuwa na muda utakwisha. Kila chenye kuwa na muda utakwisha. Naam, mwezi wa Ramadhani umekwisha, lakini haukuisha pekee, umepeleka katika umri wako na wangu. Ramadhani ya 1443 hii imeondoka, lakini imechukua umri katika umri wako. Na ndiyo maana ndugu yangu Muislamu, kaa, weka mipango yako, weka programu zako, lakini elewa iko siku, uko muda, vyote ulivyopanga vitakwisha, umri wako utakwisha. Ndiyo maana Waislamu, na'tabiru bifanai Ramadan, bintihai Ramadan, bifanai al-a'mar wa inqidai al-ajal. Tupate fundisho, kama Ramadhani imekwisha, umri pia unakwisha, mipango yetu pia inakwisha, programu zetu zinakwisha. Mafunzo kwenye hayo huwa ma akhrajahu al-Imam al-Bukhari an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Mafunzo hapo tuchukue mafunzo aliyotoa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anamwambia kijana wake mdogo, wakati huyo Mtume anamwambia haya maneno, Abdullah ibn Umar alikuwa na miaka 20. Wakati Mtume anamwambia haya maneno, Abdullah ibn Umar alikuwa na miaka 20. Na miaka 20 Waislamu ndio umri wa ujana unaanza, ndio umri mtu anategemea kuishi, anatamani kuwepo, mipango yote inajaa miaka 20. Lakini sikia Mtume anamwambia, akimpiga begani, anamwambia ewe Abdullah, ishi duniani ukitaka amani mbele ya Allah, ishi duniani kama mgeni. Ishi dunia kaannaka gharibun, ishi duniani kama wewe mgeni, jifanya wewe ni mgeni mahala pote utapokuwa, au abiru sabilin, au msafiri. Huyu ni kijana wa miaka 20. Mtume anamfunza kuishi duniani, akiiona dunia ajifanye yeye ni mgeni hapa duniani. Nani mgeni? Alikuwa kwenye nchi ya watu, halafu akasahau kama yeye ametoka kwao na atarudi kwao. Nani mgeni yuko hivyo? Kila mgeni akienda sehemu, mipango yake itakuwa ni ya muda, kwa sababu anaelewa atarudi kule alikotoka. Ndio maana Mtume anamwambia Abdullah ibn Umar, ishi duniani kama kwamba wewe ni mgeni, au abiru sabili, au mpita njia, umetua sehemu kwa kugama mvua, aidha jua, hautaweka mipango mirefu. Na ndiye maana Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu alipomkuta Mtume sallallahu alayhi wasallam nama ala hasir, amelala kwenye jamvi, wakad atharat ala jamilihi, ile jamvi limeacha mistari kwenye uso wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Uthmani alihuzunika kuona mistari ya jamvi kwenye uso wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume hilo akalisoma kwenye huzuni ya Uthman, akamwambia, ya Uthman, unahuzunika nini? Mali walidunya, mali walidunya, ma mathali wa mathalu dunya illa karaqibin qala tahta shajaratin thumma raha anha. Mimi na dunia na uhusiano upi na dunia? Mimi
Kuna uhusiano gani mimi na dunia? Mimi na dunia ni mfano wa mtu ambaye amepumzika usingizi wa mchana chini ya mti, kisha ulipokwisha usingizi wake akaendelea na safari yake muda mdogo tu. Hili ndio fundisho la kwanza Waislamu. Kama tunafurahia Ramadhani imekwisha, lakini pia tusome kwamba umri pia unakwisha, lakini pia tusome kwamba mipango mingi tunayoipanga nayo inakwisha, ina wakati itakwisha. Kwa hiyo tuipange na hisabu, tukijua kwamba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tutaulizwa. Mbele ya Allah kuna majukumu ametubebesha, tutayatekeleza, lazima tuyatekeleze. Waislamu, hilo ni la kwanza ndugu zangu, ambalo tutatakiwa kusoma kutokana na kumalizika kwa mwezi wa Ramadhani. Alwaqfa thania, somo la pili ambalo tunatakiwa kuwa nalo baada ya kumalizika Ramadhani, annana la nadri amardiyuna nahnu am khasirun la budda lana an najmaa baina alkhawfi warraja. Waislamu, hatujui mpaka dakika hii, hakuna anaelewa. Je, aliupata msamaha wa Allah? Nani anaelewa? Nani anaelewa? Nani anaelewa kwamba amesamehewa? Nani anaelewa kwamba ameridhiwa? Nani ana uhakika kwamba ametoka kwenye makosa aliyokuwa nayo? Madama si ni hivyo, lazima sote tuwe kati ya mambo mawili: tumwogope Allah, tuogope adhabu ya Allah, na tutegemee huruma wa Allah. Tusijiamini kwamba mashallah tumemaliza mwezi wa Ramadhani, sisi ni weupe. La. Na pia tusikati tamaa kwenye rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunatakiwa kuwa kati ya kati, huku tunataraji huruma wa Allah na huku tunataraji au tunahofu ukali na adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hili Waislamu linatupelekea kuyachunga matendo yetu tuliyoyatenda ndani ya mwezi wa Ramadhani, yasiharibiki, yasipatwe na uchafu, yasiguswe na ubaya, yalindwe. Allah Subhanahu wa Ta'ala ayahifadhi na shari ya shaitani ambaye leo hii tayari yuko wazi, leo hii yuko wazi, ameanza kazi zake. Allah tulinde na shari yake. Ndugu zangu Waislamu, hii siku ya leo ni Eid, ni sikukuu kwa Waislamu. Naam, ni sikukuu ya Waislamu, ni sikukuu ya uchamungu, ni sikukuu ya imani, ni sikukuu ya kheri, sio sikukuu ya shari, sio sikukuu ya maasi, sio sikukuu ya madhambi. Wa min hadha al-minbar ataasafu jiddan من الإعلانات المعلنة التي تذيع للفواحش، التي تذيع للمنكرات وتنسقها بالعيد. Waislamu, kwenye hii mimbar napenda kutoa masikitiko, na hasa masikitiko haya, sote tuko katika nchi ambayo mashallah, nchi yetu nzuri, nchi yetu ambayo inapenda ibada, inapenda madini, inapenda watu kumwabudu Mungu, inapenda watu kuwa sawa, inawakea watu usawa katika kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumbe natoa masikitiko kwenye matangazo mbalimbali yanayopita huku na kule ya kuitia sherehe za Eid kwa kushindikiza kutaja maasi na madhambi, pombe na miziki vitavyofanyika siku ya Eid. Hayo yanaambatanishwa na Eid. Hii ni sikukuu yetu Waislamu, ni sikukuu ya imani na uchamungu na heri. Waislamu wamekaa mwezi mzima, siku 30, wanafunga, wanajihifadhi kunywa pombe, wanaacha maasi. Vipi utangazie sikukuu ya fungua
eti utangazie kwa kusherehekea Laidi Kuu, Laidi Fitri, mmeandaliwa mziki huyu na huyu, mmeandaliwa vinywaji hivi na hivi, mmeandaliwa haya na haya ya maasi. Kwa hiyo tunaiomba serikali yetu, haya yanayotangazwa hivi ni kuchafua, ni kugusa utukufu wa imani ya Kiislamu, kwa sababu imani ya Kiislamu haikubali siku ya Laidi watu kulewa, haikubali siku ya Laidi Waislamu waliofunga kufanya maasi. Wanaoitia miziki siku ya Laidi, wanaoitia mabwati siku ya Laidi wayafanye tu, lakini wasiambatanishi na sikukuu ya Laidi. Hii ni sikukuu ya Allah, haiambatanishi na maasi, haiambatanishi na maasi. Waislamu, serikali yetu ni sikivu sana, inisikivu sana, na nina imani ujumbe wa viongozi utawafikia hawa wanaotoa matangazo kama haya. Hayafai kabisa kuyaambatanisha na Eid. Hatujamkataza mtu kuweka miziki, hatujamkataza mtu kufanya yake, lakini asisemi kwa ajili ya kusherehekea Idul Fitri. Waislamu hapa tunaguswa kwa ajili ya kusherehekea Idul Fitri. Mmeandaliwa miziki kadhaa, mmeandaliwa vinywaji kadhaa, hapa ni kuguswa. Kwa hivyo wakiandaa wataandaa, waandae. Allah walinde waliomwamini Allah, wakafunga mwezi mzima kuepuka na kuwa mbali na uchafu huyo ambao unagusa utukufu wa imani yao. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu. Ikhwata almuslimin, ndugu zangu Waislamu, hadha idukum, hadha idukum, hii ni sikukuu yenu. Idun tajambatum fi wa adhartum alwahda walmahabbata walikhar. Hii ni Laidi, mmekusanyika, mmeonyesha umoja, mmeonyesha mapenzi, mmeonyesha undugu. Liyakun hadha dabukum fi hayatikum, hili jambo Waislamu liwe ndiyo maelekeo yenu, liwe ndiyo kwenda kwetu. Tujenge umoja wetu, tujenge mapenzi baina yetu. Waislamu, ana bil awan, zimefika nyakati an la nasmaa likulli naiq, tusimsikie kila anayetujia na upuzi wake. Takiwa kuwa na umoja, takiwa kuwa na umoja. Tujenge umoja wetu, umma wa Kiislamu, tujenge umoja wetu, tujiunge pamoja. Nahnu ma'an nastati, tukiwa pamoja Waislamu tunaweza kufanya kila kitu, tunaweza kufanya kila kitu. Kila mmoja wetu Waislamu anyoshe mkono wake kuunga mkono, kutoa nguvu, kusapoti umoja wa Uislamu, kusapoti viongozi wetu wapya wa jamii ya Kiislamu ambao tayari wamewekwa, lakini hawawezi kufanya kitu, hawawezi kufanya kitu kama sisi hatukunyanyuka tukawa pamoja nao. Litakun qissatu Dhil Qarnain darsan lakum, kisa cha Dhil Qarnain kiwe ni fundisho kwenu. Alikuwa na uwezo kila kitu. Allah anasema inna makanna lahu fil ard wa atainahu min kulli shay'in sababa, ambapo Yajuj na Majuj walikuwa wanaingilia kwa kuja kuvuruga mazao yao na mashamba yao. Wanamwambia ya Dhal Qarnain hal naj'al laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, hivi tunaweza kukulipa kiwango gani cha kodi, cha uwezo, cha mali, ili utaidie kutufungia ngome baina ya milima hii miwili ambayo Yajuj na Majuj wanapitia kwa kuja kuharibu mazingira yetu. Aliwaambiaje? Qala ma makani fihi rabbi khair, akawaambia hapana, uwezo Mwenyezi Mungu alionipa na nguvu alizonipa Allah ni bora na vinatosha kufanya yale mtayoyataka, lakini fa'ainuni biquwwa, fa'ainuni biquwwa aj'alu bainakum wa bainahum radma, nipeni usaidizi, nipeni
ni usaidizi wa nguvu. Nisaidizeni kwa nguvu zenu, nitajaliwa na Allah kukuwekeeni ukingo baina yenu na Yajuj wa Majuj. Pamoja na nguvu za Dhulqarnain, pamoja na uwezo wa Dhulqarnain, talaba al-auna wal madada min al-ahali, alitafuta msaada kwa wale waliomuomba hilo. Leo Islam nataka mufti afanye nini? Mufti afanye nini? Mufti afanye nini? Hana msaada wako, hana chako umemsaidia, hana nguvu umemsaidia, wallahi hawezi kupiga paa hata moja. Kwa hivyo mikono yenu kuweni na mkono wake, vichwa vyenu kuweni na kichwa chake, nguvu zenu ziwe na nguvu zake. Wallahi tutapiga paa, tutapiga hatua haina mfano. Mashallah, katika hatua ya mwanzo ambao tayari mufti ameitoa, kuna orodha ya konti, namba zimekwisha tolewa, namba zimetolewa, nadhani birosho na nazo namba zimetolewa. Atapita hapa awasomee namba za konti ya kusaidia kazi za jamii ya Kiislamu. Muislamu una 5,000 weka, umefanya shughuli zako, kumebaki 1,00,000 weka, kumebaki 1,000 weka. Tufanye mwezi mzima tunaweka kwenye hiyo konti, tuijaze, kisha tumuulize mufti kile atachofanya, lakini tusimuulize atachofanya hatujamsaidia kitu. Fa'ainuni biquwa, nisaidizeni kwa nguvu. Hilo ndio linatakiwa Uislamu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayuha almuslimun, هذا يوم عيدكم، هذا يوم الفرح والسرور، هذا يوم البهجة والابتهاج. سن لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم التهاني والتهادي والتآخي والتزاور، ذلك شيمة يومكم هذا. وإسلام leo ni sikukuu yenu, jiachilie kwenye halal. Ni siku yao leo, wale wanywe washibe katika vile vya halali waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, amekuwekeeni sunna mtume wenu leo, sunna ya kupongezana, kila mkikutana mpongezane, sunna ya kualikana ili mchangie, sunna ya kutembeleana, sunna ya kupeana zawadi. Hii leo hizo ni sunna kwetu, tuzifanye na tuzitekeleze. Tualikane, tupeane zawadi, tutembeleane na tuonyeshe mapenzi katika sikukuu hii ya leo, sikukuu kubwa kwa umma wa Kiislamu. Mtume Muhammad alisimamisha sikukuu zote alizokuta Madina, akaziacha sikukuu 2 tu. Qad abdalaha Allahu lakum bima huwa khairun minha, Allah amekubadilishieni sikukuu zingine bora kuliko hayo masikukuu yote mnayo. Eid al-Fitr wa Eid al-Nahr, la Eid ya kuchinja na la Eid ya kufungua hii ya leo. Kwa hivyo Waislamu, mmetoa zakatul fitri, mashaallah. Allah akukubalieni zaka zenu. Malengo yake ni kuja kuleta faida, liisaadi nufus, ni kuja kuwaridhisha watu leo ambaye hawakuwa na chochote, nao wafurahi, ili sikukuu kweli iwe ni sikukuu ya hakika. Kumbe ndugu zangu, twende tutawiji, tukayakamilishe yale tuliyoyapanga majumbani kwetu kwa upendo na huruma na udugu. Kidogo tuchangie, kitakuwa kingi, na kingi tukichangia Allah atazidisha baraka. Ndugu zangu Waislamu, siku ya leo ni siku ya kusameheana. Naam, tumesameheana tokea Ramadhani huko, lakini tuzidi kusameheana. Ni siku ya kusameheana, ni siku ya kupongezana, ni siku ya udugu wetu. Tudhihirishe ili ionekane kweli sikukuu ya Eid ni sikukuu ya umma wa Kiislamu.
haya ambayo tumeyachukua hivi sasa, mpaka wasiokuwa sisi leo ndio wanatuandalia sikukuu yetu. Wasiokuwa sisi na si Waislamu ndio wanatuandalia. Unataka uandaje? Wataandaa wanavyoona wao. Ndiye maana watakiwa vijana wa Kiislamu, andaeni mipango ya kuwa mnaandaa sikukuu zenu hizi. Andaeni mipango ya kuandaa sikukuu zenu hizi, ndio zitakuwa zimeepukika na huyo uchafu wote unaotangazwa. Unadhani kazi imekatazwa kutafuta mali kwenye sikukuu za Kiislamu? Hija ndio faradhi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu asema laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, hamna madhambi mkiwa kwenye hija kutafuta fadhila za Mola wenu, kufanya biashara. Mko kwenye hija, mnaruhusiwa. Hija itakuwa mambo mengine. Si makosa vijana wa Kiislamu, Aminobu mko wapi? Na vijana wengine wa Kiislamu, kwa nini msiandae mfumo wa kuandaa laidi za Kiislamu kwa mfumo wa Uislamu? Mkodi viwanja, muandae mazingira, pawe michezo, pawe mambo mbalimbali kwa kulipa pesa. Watu walipe siku ya Eid, mtapata faida ya pesa na mtakuwa mmetangaza sikukuu yenu Kiislamu. Tusioni hili jambo tena miaka ingine, tusioni hili jambo tena miaka ingine. Jaribuni kufikiria namna mtasafuta nafasi, mkodi, muandae mazingira, mweke michezo mbalimbali ya watoto, vichekesho kwa watu wazima, vichekesho kwa kina mama, vyakula, watu waingie kwa pesa. Sikukuu ya Eid ishamiri, ionekane kweli ni Eid ya Kiislamu kwa mfumo wa Kiislamu. Lakini mkiacha wafanyabiashara wengine hao wasiokuwa nyie watayaandaa kwa mfumo usiokuwa wa kwetu, ndio maana kutakuwa pombe, ndio maana kutakuwa muziki, ndio maana kutakuwa ikhtilat, kuchangana wanaume na wanawake na uchafu chungu nzima, na hatuna namna ya kuziwia. Lakini ili tuweze kuhifadhika na hayo, andaeni hilo. Sikukuu za Kiislamu ziwe masuna, zilindwe, ziache kuchafuliwa na mikono michafu. Hivi punde tu utaona watu barabarani, mtoto wa miaka 5, 10, baharini. Wanaenda kufanya nini? Kwenye mazingira gani? Kwani tumeshindwa? Hata tukiambia viongozi huyu uwanja tutauzungusha ukingo, tukaweka michezo mbalimbali, watoto sehemu yao, kina mama sehemu yao, wanamume sehemu yao, wakaingia ingalau kwa kiwango chochote, ni kazi. Na pia tumetangaza sherehe yetu ya Kiislamu, na humo patakuwa vitu mbalimbali, maonyesho mbalimbali. Itakuwa sikukuu ya Kiislamu kwa maana ya Uislamu. Ndugu zangu, kila siku chako kama haukipamba, yule asiyekuwa wewe hawezi kukipamba. Hizi sikukuu ndugu zangu ni sikukuu za Kiislamu. Ili tuzipambe ni sisi wenyewe kuziandaa, ni sisi wenyewe kuziandaa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahi alhamd. الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، ودمر أعداء الدين. اللهم ربنا انصرنا والاستقرار يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم ربنا اجعل آخر أعمالنا آخرها يا رب العالمين، وآخر أعمالنا خواتيمها يا رب العالمين، وآخر أعمالنا خواتيمها يا رب العالمين. ربنا آت أنفسنا تقواها، وربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم ربنا اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا حول ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم ربنا افتح لنا من أبواب البركة والخير والعطاء، ووفر أرزاقنا، ووفر أرزاقنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أعمارنا وفي أهلنا وزوجاتنا وأولادنا، وعمتنا يا رب العالمين، ونحن راضون عنك وأنت راض عنا. عمتنا يا ربنا ونحن راضون عنك وأنت راض منا، كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ربنا زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ربنا ما ولى من شهر رمضان فاكتبه لنا من خير، واعف عنا عن سيئاتنا وهفواتنا فيه يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ لنا حسناتنا في شهر رمضان إلى رمضان مقبل حتى نلقاك يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم ربنا هذا دعاء المقصرين، هذا دعاء المقصرين، رافعون عيننا، رافعون عكفنا إليك، لا تردها خائبة يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا. آمين. عباد الله قوموا مغفورا لكم. Isaac TV.